Na ka story ketu ka eto kwenda kidato cha 5 tulikaanza hatu kukamaliza. Kwa leo tunamalizia, afu sitaki tena deni. Kama story zingine zitaendelea, episode zingine au part 2, part 3 nitakuwa naziweka katika mfumo wa clip fupi fupi ili mwe mnafuatilia. Lakini pia unaweza kutembelea YouTube, andika Kelvin Eto, utakuta kule kuna video za kutosha tu. Bwana. Na kabla tujaanza story yetu, wanao support sana kuposti mabando hivyo promotion bwana ni 1xbet wana push sana kazi zangu, kwa sababu na mimi kila siku kama mnavyoona siachi kuwa tag, siachi kuwawekea tangazo lao. Sasa part 1 wakati tunaripoti kidato cha 5 tuliishia pale, nilifika ofisi ya mwalimu wa zamu namsubiri atoke darasani. Basi wakati niko namsubiri sasa, nimesimama hapo nje, darasa la kidato cha 5 likawa liko naliona, aliko mbali, lipo karibu kabisa naliona, wanafundishwa na wenyewe wananiona. Kwanza kabla ya hapo ujue kwamba kwenye hiyo shule ya kidato cha 5 tulipangwa watu kama wanne au watano wa kutoka shule moja ya Oleo. Kwa hiyo hata mimi walivyokuwa kidato cha 5 wako darasani wanaangalia nje, wakaniona na wakaanza kunong'ona ndani darasani kwamba Eto yule pale kashafika. Mimi si nimechelewa kuripoti, ni mzee wa kuchelewa kama kawaida yangu. Nasubiri watu waripoti, mimi nakuja baadaye. Bwana. Sasa wanaanza kunong'ona ndani darasani, wanasema Eto yule pale kasharipoti. Yule pale sawa, wale watu wa karibu wanajiuliza, hawa wanamzungumzia Eto yupi hawa? Sasa kuangalia nje hivi wanaona kuna chalika kaka zake pale, yuko na tranka lake. Bwana yuko na godoro, nimenunua godoro fresh. Basi wakaona kama hii kama fursa wale. Na sasa kabla ya yote sasa wale ambao tumesoma nao wakaja wawili wakaja, walivyoniona wakaomba ruhusa kwa mwalimu, wakaja kwa ajili ya kunipa maelekezo machache. Wakaniambia, bwana sikiliza, hii shule huwa ina mashindano makubwa ya kombe la mbuzi. Kwa hiyo sasa watakuja watu kukuuliza kama unacheza mpira au uchezi. Lengo lao kubwa ni kama unacheza wachukue tranka lako, wachukue godoro, walipeleke bwenini kwao. Alafu baadaye kwenye kukupa bweni watakuja kuchukua, kwamba watakuja kumwambia mwalimu wa zamu pamoja na HP kwamba huyu tayari tranka lake na godoro lake lipo kwetu. Kwa hiyo ndo atakuwa ameshasajiliwa kwenye bweni lao mazima, yani hivyo, yani si washapata mchezaji. Kwa hiyo sasa sikiliza, wananiambia sasa hapo wale ambao jamaa zangu wanaonijua, wakaniambia ukiulizwa unacheza mpira wewe kataa. Unaona sasa wanatengenezea dhambi ya uongo. Cha kwanza hicho ndio na ripoti tu, wanatengenezea dhambi ya uongo. Sasa mimi nikamwambia fresh, haina shida. Jamaa wakaondoka wawili wakaenda zao darasani. Sijakaa poa, ndio wakaja sasa wale wa maharamia, wavamizi hao, wezi wa wachezaji, yani wao wanataka mchezaji juu wao. Wakaja hapa, nafikiri alikuwa kiongozi wa bweni mmoja. Bweni sitaki kuyataja kwa sababu mtakuja kuigundua shule mapema. Kiongozi wa bweni walikuja pia na makapteni wa timu waiza ya yao mabweni, makapteni wakaja, umeona, wakaja sawa, kaanza kunihoji pale. Oya vipi? Nikamwambia fresh. Wewe mwanangu unaitwa nani? Mimi naitwa Kelvin. Sawa, haina shida. Mwanangu umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka zangu Iringa. Na unacheza mpira mwanangu? Mimi mpira sichezi. Sasa unajua ukiwa muongo, yani unajua ukiwa muongo unaonekana tu, kwa sababu kwanza wao wakiniangalia nilivyosimama unaona kama mchezaji hivi. Mimi si michezo napenda toka kitambo, na kweli nilikuwa nacheza mpira. Sasa ninavyowakatalia hawaamini, wakasema sasa mbona kama umekaa kimpira. Nikamwambia mimi sichezi mpira, mimi ndo nilivyo hivi tu kama kawaida. Basi wakaulizana pale, lakini wakanipa angalizo. Nikamwambia mwanangu, sasa nakwambia sisi tumekufuata hapa nini, kama unacheza mpira uende kwenye bweni letu, kuna kombe la mbuzi, umeona hivyo, sisi tuna timu nzuri, kwa hiyo tunataka kama unacheza mpira tuende kwenye bweni letu. Lakini mwanangu, kama unatukatalia na unacheza mwanangu, sio poa mwanangu. Sasa
huyu anaongea, captain anaongea, ma captain wale wanaona, yani baadaye nilikuja kugundua baadaye kwamba walikuwa ni huyu hapa kiongozi wa bweni, huyu hapa alikuwa captain. Yule captain alikuwa anaongea kistaarabu, lakini hilo lidom leader lenye linachimba biti, unaona, linachimba biti, nakwambia oya mwanangu, kama unacheza mpira afu watuzingua mwanangu, utaona na wabaya ujue. Sasa naanza kuchipana tena biti tena. Nikamwambia mimi mwanangu, mimi siwadanganyi, mimi sichezi mpira. Kwa hiyo nyinyi si mtaona. Fresh wa jamaa wakaondoka, wanaongea wenyewe, wakaenda zao darasani. Sasa vipindi vikaisha. Unaona? Mwalimu wa zamu akaja ofisini. Nikaandikisha vitu vyangu nilivyokuja navyo, nini zile ada za kuanzia na nini fresh. Haya, nini kinafuata sasa? Mwalimu wa zamu akamuita HP, kaka mkuu sasa. Kaka mkuu jina lake yani blazangu anaitwa Kapinga. Nimeshaanza kujisha kodi. Kapinga akaitwa pale. Akaniambia, "Oya." Mwalimu wa zamu akamwambia, "Mchukue huyu hapa, mtafutie bweni, mpangie bweni." Kama kawaida fresh, kila kitu kashamaliza. Basi blaza Kapinga akanichukua pale, tukakaa pembeni kidogo. Bahati nzuri sasa, kabla Kapinga HP hajapanga bweni, wale jamaa walikuwa nimetoka nao shule moja tayari wakawa washafika, wako na HP pale. Lakini pia kumbuka na wale maharamia wanaotaka usajili, kuwasajili wachezaji wao kwenye bweni lao, na wenyewe wakawa washafika. Ni hapo mwanangu, hapo ndio ukachezeka ubaya ubwela. Samahani sana kwa Simba. Sasa HP anataka amue sasa aende bweni gani. Wale madomlida na wenyewe pale wako wanawinda. Wale jamaa zao niliotoka nao shule moja wakaanza kumwambia HP kwamba huyu tunamjua, sisi tunataka aende akalale bweni tunalala sisi. Basi HP akaniuliza mimi, "Oya, kweli unawajua hawa? Wasije kawa wakorofi wanataka wakuibie vitu vyako." Mimi nikamwambia, "Mimi nawajua hawa. Mimi nawajua, kwa hiyo haina shida." Naona sasa basi HP, lakini pia wale maharamia na wenyewe wakasema, "Sisi tunamtaka huyu bwana." Akaambiwa huyu ana ndugu zake hapa nini. Kwa hiyo fresh. Na HP kujiridhisha akaniuliza kama ukweli unawajua hao wanaitwa kina nani. Mimi nikawataja fulani na fulani. Poa, basi fresh. Na nyinyi mnamjua huyu nani anaitwa? Wakasema wale jamaa zangu wakasema, huyu sisi tunamjua anaitwa Kelvin Luala, lakini maarufu sana Eto. Unaona sasa wanaanza kuvujisha tena jina la Eto. Unajua na hilo jina la Eto na lenyewe lina story yake, nitaitengeneza fupi. Jina la Eto lilitokanaje? Lilitoka wapi? Nafikiri toka lilianza shule ya msingi. Kwa hiyo na story yake nitaitengeneza, utaiona. Usisahau story hizi zinapewa nguvu na 1xBet. Kama hujajisajili, utajisajili kwa kuandika eneo la promo code pale, utaandika Muse kama inavyoonekana kwenye screen. Mimi nikabidhiwa pale tranka likabebwa na wale jamaa zangu ambao nasoma nao, nimesoma nao level, godoro na yenyewe likabebwa, tukaelekea moja kwa moja bwenini. Nafika bwenini pale nikapewa kitanda fresh. Kalala ndo jioni na nini. Tukaenda saa 12 tukaenda kuchukua msosi nini. Tukala. Baada ya msosi kuna kipindi cha dini na chenyewe. Unajua zile shule za wamisionari za zamani zile pale za rasi na kanisa pale shuleni. Kwa hiyo nimesikia sawa, nikasikia nyimbo zinapigwa huko kanisani. Kusikiliza vizuri naona kafili hapo na kama vile kuna hadi sauti ya kwanza. Nikauliza washikaji wao, "Bwanangu, mbona mchana nimeona hamna boys hapa, lakini kule kanisani nasikia sauti ya kwanza. Vipi?" Wakaniambia, "Oya mwanangu, kule kuna maboys kule wamejipanga sauti, kuna watu wameseti sauti ya kwanza, ya pili, kila kitu fresh." Kwa hiyo ndio hivyo. Nasema mwanangu, basi wako vizuri. Vinanda nini, mangoma, soja ukanda wa sehemu fulani hivi kule ni ngome, zile ngome za Katoliki zile ngome. Fresh. Basi tukasema okay, na shida. Mimi siku ya kwanza nikatulia nini, ikafika usiku saa 3 nini, saa 4 tukalala fresh. Sasa baada ya kulala, unajua usiku unakuwa una mawenge. Unajua ugenini, si ushazoea kulala nyumbani. Unajua sisi watoto kutoka day huku
na tuko tunalala nyumbani. Kwa hiyo ukienda sehemu mpya kama vile kichwa hakikai sawa. Kwanza position ya deka ilivyowekwa, unalala juu, mlango sio sawa na ule ambao wageto kwako kule unalala, dirisha liliko tofauti. Kwa sababu unapata usingizi unakuja kushtuka kidogo kuangalia hivi, na kidirisha kidogo, kidirisha fulani hivi cha kawaida, yaani unajua dirisha zimefungwa afu imeachwa wazi, sehemu moja ina kioo, ndio mwanga unaingia usiku, ule mwanga wa mpala mwezi unaingia. Nikasema hapa ni wapi? Angalia position ya mlango hamna. Baadaye sana akili ikaja akili baadaye cha sida, kumbe siku nyumbani mwanangu ushaondoka. Yaani ndo narudisha kumbukumbu kwamba mimi nilishasafiri, nimeshakuja shuleni, sipo nyumbani. Kwa hiyo position niliyopo ni ya ugenini. Lakini moyo wangu una amani. Unajua umekaa mingi nyumbani, la kwanza mpaka la 7 umekaa nyumbani, la form 1 mpaka form 4 umekaa nyumbani, afu unakuja unaondoka nyumbani, unaenda unakaa sehemu ambayo ni mpya. Angalia stress zimeanza mchana, sehemu mpya, ina boys tupu. Umeona mpaka hapo? Maisha ya shule sio rahisi. Ndio hiyo sasa. Hivyo kwa hiyo nikajikaza nikalala, lakini sasa nikasa kuangalia kwenye vitanda hivi, vitanda vya wenzangu kule. Japo mwanga ni mdogo, lakini niligundua watu hawapo. Wameenda wapi? Nikapiga moyo konde. Usiku watu hawapo. Watu waliosoma kwenye makombination fulani ya sayansi wanajua kuna ile msuli wa kwenda kusoma usiku. Sasa mimi nimelala zangu. Mimi najiona kama vile kawaida. Asubuhi nikauliza watu walienda wapi? Asubuhi tukaamka nikauliza washikaji, watu walienda wapi? Mbona usiku niliona kama vile vitanda tupu? Akasema watu wanaamka saa 8, saa 9 wanaenda kusoma mpaka asubuhi. Sasa mwanangu, kama msuli wenyewe ndio huu mwanangu. Mbona noma? Kwa leo tunaishi hapo. Kama una kumbukumbu, kama unaijua hiyo shule, kama unajua huo mkoa, basi tuandike kwenye comment hapo. Nitatengeneza clip nyingi zaidi nitakuwa nazitoa, lakini YouTube Kelvin Eto'o kule pia unaweza kuendelea kusikiliza story zangu ambazo nitakuwa nazitengeneza. Maisha ni msururu wa matukio mengi sana. Nitaendelea kushare vipande kwa vipande. Asanteni sana. Kelvin Eto'o, usahau kufollow, kulike, comment, kushare.